Karibu katika Motherhood Diaries, sehemu ambayo wamama wanapata kushare stories zao. Inaonyesha uhodari wao, uimara wao na changamoto ambazo wamezipitia katika malezi. Ila pia space hii ni ya kuwa celebrate wamama hawa, maana ni mahodari sana. Kama kawaida, huwa nipo na mgeni. Leo nipo na mgeni wangu ambaye ni mama, mfanya biashara, ni content creator, anaitwa Ellen Mwalongo au The Hodari Journey. Yes. Karibu. Asante sana, nashukuru. Nafurahi kuwa na wewe siku ya leo. Na mimi nimefurahi sana kufika finally. Yes, how are you? I am doing okay. Like as of now, najisikia vizuri sana. Kwanza kukutana na wewe Mercy, mama, your package. Yeah, unafanya vitu vingi sana. Lakini just to see a mother ambaye hajaamua kubaki kwenye boxi lake la kuwa mama, kwa sababu motherhood comes with so much things. Ukaendelea ku explore and live by your potentials. Yeah, so it feels so good. Yeah, and I also feel very good. Thank you. Yeah. Mimi pia. Asante sana. Same. Yeah. Ulianza lini safari yako ya content creation? Okay, content creation officially serious kwamba nikaanza kujibeba na kujiona kama content creator. Leo mimi nina record content kama jana nilipofanya. So nilianza officially mwaka 2018 na nilikuwa niko chuo nchi za nje. Kumbe ni muda mrefu. Lakini nilikuwa nafanya YouTube. Okay. And then baada ya kumaliza chuo na motherhood, I took a pause. Kwa hiyo officially ile Instagram na kuwa consistent ni mwaka 2024 mwezi wa 5. Wow. Yeah. Kitu gani kilikudrive kwamba kufanya maudhui ambao unafanya? Najua unafanya maudhui kuhusu wasaidizi wa nyumbani sana. Kitu gani niche yako uliipata huko kwa kitu gani kilikuambia kwamba huku ndo sehemu yangu? Asante. Mimi tunakaa na wadada wa kazi. Yaani baada ya kuanza familia, lakini zaidi baada ya kuwa na watoto. Wasaidizi wa ndani imekuwa ni kama part of my life. Yaani naishi nao hapo. Na nimeshabadilisha kadhaa hapo ndani. Kwa hiyo experience yangu nilianza kuishia mtandaoni. Yeah. Kwa sasa nilivyoona sasa na mimi napata feedback na reaction kwamba kumbe kuna watu ambao wanapitia yale ambao napitia mimi, na asilimia kubwa sana ya familia wana wasaidizi wa kazi. Awe ni yule unalala naye, mnakaa naye, au akuja na kuondoka. Kwa hiyo ni baada tu ya kufunga ndoa na kuwa mama, pale ndo nikajua kwamba this is part of me, na nadhani nitaendelea kuwa na wadada as long as bado nina watoto. Yes. Kwa hiyo ni a never ending journey. Yeah, na with content creation basi nikajua kwamba this is my area. Yeah. Do you remember ni content ipi kuhusu wadada ndio ilikupeleka viral na ukasema okay, kesho na record tena? Ilikuwa inahusu nini? Ni share kwamba nilipata dada ambaye nilikuwa namlipa hela ambayo watu wengi ilikuwa ni taharuki 500 na aliondoka. Yeah. Kwa hiyo si ungeniajiri mimi. Yeah, so reaction ilikuwa kwamba like unampa dada wa kazi 500. Exactly. Yeah. Na ulikuwa kweli ndo unampa hiyo hela? Yaani hiyo story ni ndefu. Nilipata dada wa hivyo ambaye nilikuwa ni kipindi cha likizo cha holiday ile Christmas, na tuna agency, ninategemea mtoto wa pili. Na dada ambaye nilikuwa nasaidia na huyu toddler wangu ameniambia tu kwamba anaondoka. Kwa hiyo kuna mtu akaniambia kuna agency, mawakala ambao wanasaidia wadada wa kazi. Na kwa sababu ya ile uhitaji tulikuwa tunasafiri, lakini sasa na yeye alikuja na mipango yake. Alikuja kweli akatusaidia na tulikubaliana tukaandikishana mikataba kwamba tutalipana iko kiasi cha fedha. And then baada ya siku kadhaa akaondoka. Kwa hiyo nilivyoshare ile experience ilikuja na reaction nyingi. Kuna ambao walishangaa, wengine wanasema ni uongo, mwingine unalipaje mtu kama hivyo, wengine wanakutukana kwamba tunaje sisi wa Tanzania vitu kama hivyo. Exactly. Lakini kuna ambao wameniambia that is how they pay their dads at home. Yeah. Na unakuta mtu ana dada wawili na labda wasaidizi zaidi hapo nyumbani kwake. Yeah. Siku ambayo uliamua kufanya content creation, ulikuwa unafanya kazi nyingine like wewe ni mwajiriwa au
unafanya tu content au unafanya business? Yeah, so mimi na mume wangu ni wafanya biashara. Wow. Yeah, kwa hiyo content kwa kipindi kile wakati naanza ilikuwa ni for fun. For fun, not really. Yani kichwani una intention kwamba nataka nifanye hii kama kitu ambacho kitanipatia a side gig, pesa ya pembeni. Lakini sasa nilipoanza kuna inakuwa serious sasa. Watu wanaanza kuni notice. Brands zinaanza kunitafuta. Napata invitations. Sasa imekuwa ni kitu ambacho nafanya kama kazi, lakini pia na biashara zangu. Wow, that's nice. Siku ya kwanza ambao umegundua wewe ni mjamzito. Like hiyo information ulipata ukiwa wapi, na mtu gani alikuwa ni mtu wako wa kwanza kumwambia habari hiyo? Mimi nilikuwa nyumbani. Mimi na mwenzangu tulikuwa tunatafuta kwa muda mrefu baada ya kuwa kwenye ndoa kwa nadhani mwaka mmoja. Kwa hiyo nilikuwa constantly checking. Yaani nilikuwa na zile strips nyumbani zimejaa nyingi. Kwa hiyo mara kwa mara nilikuwa naangalia. Kwa hiyo siku mwenzangu alikuwa amesafiri nadhani. Hiyo siku nikasema okay, let me just try. Kwa sababu nilikuwa bado sijafika ile stage ya kwamba nimechoka. Nilivyoona first person nilipiga picha nikamtumia WhatsApp na yeye nikamwambia. Yeah. The moment ambapo you are searching na kuna a lot of zile tests zipo pale, ilikuwa inakupa tafakuru gani? I see that nadhani kuna tofauti ya ukiwa unatafuta mtoto wakati unataka, yes, na ile upata tu mtoto hapo is a big difference. Mimi nilikuwa natafuta kwa sababu we really wanted to have a child. Kwa hiyo kile kipindi cha unatafuta kitu afu ukipata, it is devastating, lakini kama una partner mume ambaye naye ana support, hakuvunji moyo, muelewa, mnaomba pamoja, mnaenda kwa madaktari pamoja, yaani wote mnaonekana mna focus ya kufanikiwa. Ili saidia sana safari ikawa ni nyepesi. Maana partners wengine wanasema mwanamke ndo ana shida. Kwamba hata kama kwenda kucheck, hataki kabisa. Hataki kabisa. Hayo mambo hivi inakuwaga ni kwamba hawataki kujijua wao ndo shida, au ni kwamba mfumo dume? Mimi nadhani tu jamii, yani mfumo dume umekaa kwamba siku zote kwenye haya mambo changamoto inaanzaga kuonekana kwa mwanamke. Yes. Inabidi platform kama hizi zizidi kuwaelimisha hata kaka pia wana matatizo. Kwamba kama tunahitaji kutafuta mtoto, mama na baba wote twende kuona wataalamu. Sio unamwambia mama anaenda, anatumia pills, anatumia kile anachoambiwa. Amekaa na anasubiria kunyoshewa vidole. Kabisa. Yes. Nadhani na huo uelewa na utayari wa wote kwa pamoja kujua kwamba sisi wote tuna target ya kutafuta mtoto, kupata mtoto, basi inabidi sisi wote tuangalie kama ni shida iangalie kwa watu wote wawili. Na ulivyojua kwamba unatarajia kupata mtoto, siku ile ya kwanza, tuanzie pale maandalizi, ulijiandaje kumpokea mtoto wako? Mimi kwa kweli nasema bila mama, yani motherhood ni kitu ambacho kama Mungu amekujalia basi mama yako yuko hai, inasaidia sana, safari yako inakuwa nyepesi. Na ukifaidika ukapata bahati tena ya kuwa na mama ambaye umeongezewa your mother in law, basi unakuwa umeongeza yani faida sana. Yes. Kwa safari yangu ilikuwa nyepesi sana, na mama yangu mimi ni midwife. Wow. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu rahisi sana, ilikuwa tu kitu kidogo tu anakwambia andaa hiki kwa kujiandaa, maandalizi kuanzia material stuff, sijui begi ile na nini na hivi, mpaka wewe mwenyewe jinsi ya kujiandaa sasa siku ile ambayo unaenda kujifungua. Na nilikuwa najua naenda kujifungua kawaida, basi inabidi ufanye hivi, fanya mazoezi, kula hivi, damu yako na nini. Kwa namshukuru sana Mungu, it was easy. Una wazungumziaje wa mama ambao wanatafuta mtoto kwa muda mrefu? Like you know, umeifanya kwa muda mdogo, lakini you know the pressure, because I know the pressure too. Wamama hawa wamekosa matumaini. Kuna mtu alinitumia message kwamba Mercy, unafanya motherhood, lakini umewawaza mama ambao tayari hawana mtoto, yani hawajabahatika mtoto. Nikamwambia kwamba nawawaza,
Lakini inahitaji hekima kubwa sana kuweza kuapproach. Kwa sababu jamii inakandamiza sana mama. Macho yote yapo kwao kwamba tayari, yani unajua ameshapata. Naelewa kwa sababu mimi nimeshapitia miezi ya kutokuwa na mtoto. Naelewa hiyo pressure. Unakutana na mtu anakuangalia tumbo unacho una. So na pia mama hawa sio wote wako tayari kushare stories zao kabisa. Kwa sababu tuna ile jamii bado hatujaweka kwamba hichi kitu ni sawa. It's okay. Unawazungumziaje swala hilo? Ungeambia washauri maneno mawili. Kwa kweli mimi having passed through that phase, ingawa ni ndogo, kuna ambao nawafahamu wanatamani sana watoto. Sasa hivi ni mwaka wa 15, mtu yuko kwenye ndoa bado anaendelea kupambana kwa namna hiyo. Kwanza ni kuatia tu moyo. Mimi ni Mkristo, ninamwamini Mungu. Muamini sana Mungu na naamini katika wakati wa Mungu. Kuna story ya Ana kwenye Biblia ambayo alipata mtoto uzeeni. Kwa hiyo cha kwanza ni kumshikilia Mungu. Alone with God. Yaani amini kwamba kama ni kweli ni mapenzi ya Mungu, Mungu akujalie mtoto. Kama kweli hilo ni hitaji lako, usimkatie tamaa Mungu. Na hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na katika kipindi hiki cha kusubiri, mara nyingi sana hata ukitaka tu katika hili jambo la kuwa na mtoto, what are you doing on this waiting period? Hii gap hiyo ni miaka 5, miaka 10, miaka mingapi? Unafanya nini kiroho? Unafanya nini kimwili? Unafanya nini? Kwa sababu kama umejikatia tamaa, ina maana you're feeding yourself with that. Pressure inaweza ikawa kubwa, sio tu kwako mwenyewe. Jamii, labda wakwe, peers, unaona mwenzako umeolewa naye labda tarehe moja, chup kapata mtoto wewe bado. Lakini sasa wewe unajinenea nini kuhusu? Kwa hiyo ni kuwa tu na imani, kuwa positive, kuangalia means nyingine. Sasa tunamsubiri Mungu. Ndio maana sasa katika kipindi ambacho unasubiria Mungu akufanyie, what are you doing? Nenda kaangalie, kafanye kama ni check up. Kuna wataalamu siku hizi wako wengi. Kwa hiyo usibweteke ukasema okay, nasubiri wakati wa Mungu, lakini basi nenda upande wa sayansi, kafanye check up. Kama ni wewe na mwenzako au ni wewe peke yako, muone kama kuna kitu cha ziada mnachoweza mkaweza kukifanya. Lakini pia msikate tamaa, ili kutokata tamaa. Usijikatie tamaa. Wakati unaendelea kusubiria Mungu afanye njia katika hiko ambacho unakisubiri, basi fanya vitu vingine. Kama ni kazi, kama ni vipaji vyako, kama ni biashara, maisha pia na yenyewe yanakuwa yanaendelea. Najua it's not easy, lakini huo ni ushauri wangu kwenu. Umeshauri vizuri na natumai watakuwa wameelewa na kuzingatia. Bible says do not fear. Neno do not fear limeandikwa zaidi ya mara 365 huko, ambayo ukiweka kwa mwaka ni kama kila siku unaambiwa do not fear, usiogope, usiogope, usiogope. Naamini ukimtanguliza Mungu kama ulivyosema, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Wewe utaona ni unachelewa, lakini kwa Mungu hakuna kuwahi. Unajua? Unaweza ukasema unachelewa kwa kuwahi wapi? Mungu ana mipango yake. Anajua kabisa huyu baada ya miaka 2 namzawadia hichi kitu, tena nampa mapacha. Kwa hiyo mipango ya Mungu ni tofauti na ya mwanadamu. Mawazo ya Mungu ni mawazo ambayo hayachunguziki. Unaweza ukasema unatamani sana, lakini Mungu kuna vitu vikubwa amekuandalia kwanza uvi-accomplish ndo ufike huko kwenye safari ya motherhood, kwa sababu anajua motherhood pia sio lele mama. Sio lele mama. Na yeye umekuwa mama, unaelewa. Ni huduma pia. Ni ministry kabisa. So Mungu ana mipango kwa kila mwanadamu aliomuumba. Kwa mimi pia niwatie moyo wa mama wanaopitia changamoto kama hizo kwamba wanapendwa. Ndio. Wasione wana compete na mtu yoyote. Kwamba huyu ndo ana mtoto wa 3, mimi sina. Usicompete. Wewe upo katika safari yako ya maisha yako. Kama kila mtu mwingine amezaliwa 80, mwingine kazaliwa 90, mwingine kazaliwa. Mungu ana mipango na kila mtu. Exact. Na aliyezaliwa 90 kuna Januari, Februari. Yes, hatuwezi kulingana. Mungu ameandika safari ya kila mtu. Tukirudi kwenye content zako za wadada. Ndio. Unawekaje mipaka ya familia yako na wasaidizi wako ndani? Asante. Changamoto. Changamoto kwa sababu
mentality yangu mimi ambayo siku hizi nimeanza kujifunza taratibu ni mtu anayekuja kukaa naye nyumbani ni mwanafamilia. Kwa hiyo nimeshapata cases ambazo sasa amekuwa mwanafamilia mpaka na anajisahau. Mpaka hapo unakuwa unavunjwa. Kwa hiyo mimi na tabia ya kwanza, dada anapokuwa anakuja hapo nyumbani, tunakaa chini, tunaambizana kwamba hapa nyumbani kwetu values zetu ni hizi, lakini majukumu yako ni haya. Tafanya orientation hapo kama ni wiki ya kwanza, hiyo ni kuelezana tu nyumbani, na tukiamka asubuhi ratiba unaelewa. Dada akija ile wiki ya kwanza ni kama vile na wewe unakuwa tena dada upya. Kila ambacho unakifanya na yeye inabidi akuangalie hapo. Huku unaingia, huku uingii. Huku unafanya, huku hivi atufanye. Kwa nadhani ile msingi unaomjengea zile siku za mwanzoni ndo nadhani inakuwa ni mwongozo wake katika siku zake zinazofuata. Lakini pia huwa na tabia, nikiona tu kuna kitu wako sawa, huwa sisubiri. Zamani nilikuwa nasubiri. Naita dada na kaa naye, naambia bwana, hiki na hiki kimetokea. Mfano, kuna dada alikuwa hapa nyumbani kwangu, alikuja na smartphone. Smartphone nyumbani na wifi. Unaona hana kazi zimeisha, unampa wifi. Lakini alikuwa na TikTok. Kumbe masaa ambao sisi hatupo, anatumia muda wake wa kucheza TikTok. And then it was not decent dancing. Na masuala ya logarithm. Kuna siku tu niko kwenye TikTok, nikaona page yake, nikaniletea. Nikamwona na mtoto anakatika hapo, na katoto kako pembeni kanacheza kwa nyimbo za hivyo. Yani hapo nikajua okay, I had to set a boundary. Either kutoa password, asipewe dada password ya wifi, lakini kumwambia sitaki, marufuku kumweka mtoto mitandaoni. Au ikiwezekana hiyo TikTok hapana. Yani mazingira haya hapana. Kwa hiyo nikajifunza, ukiona tu kitu usiseme kwamba atajibadilika. Sababu nao inabidi waambiwe. Hapo umekosea, wanajisahau kama ambavyo mimi naweza nikajisahau. Kwa hiyo tuna vikao hapo katikati, mambo yakitokea, lakini najitahidi kikiwa kunatokea kitu unakuwa mnasahihishana. Kwa hiyo boundaries zinakumbushwa kama alivyo tu mahusiano mengine ya kawaida. Kwa password hivi za wifi wanapewa. Maana hapo hiyo nao mimi inanifundisha kitu. Mimi kwa kweli natoa password. Inanifundisha. Natoa password nawapa. Okay. Nampa. Lakini namkumbusha boundaries. Marufuku mtoto kupigwa picha ya kuwekwa mitandaoni. Na video calls akiwa anaongea na watu wake mtoto. Sasa, mtoto sidhani kama nitafuatilia lakini sidhani. Na nikiona simu too much, unajua wadada na simu. Sana hiyo internet iko bure. Unamwambia siku hizi unaongea sana na simu. Zamani alikuwa anasema dada usiku mwema, anaenda lazima taa. Lakini naona kamwanga kasimu kako na mtoto, wakati mwingine analala na mtoto. Naambia hapana, mkisema mnaenda kulala inabidi na wewe ulale kwa sababu mtoto anakuangalia wewe. Kwa hiyo inabidi wakumbushwe hao watu. Wakumbushwe ongea. Nilipita kwenye page yako kwenye one of your post, ulikuwa nadhani ni hiyo ambayo ulisema unalipa 500,000. Watu wanasema hawana shukrani. Okay, sio hiyo, ilikuwa ni ile ambayo umeandaa package. The package, yes. Inakuwaje hiyo ukileta mdada alafu unamwandalia package? Ni kitu ambacho ulijifunza, maybe ulimuona mama yako anafanyia dada wake, ulitoa wapi na inafanyikaje? Well, package ya starter pack hiyo mdada anapokuja, sikuona kutoka kwa mama yangu, lakini mama wakati nilikuwa naona maana she was very giving. Akitoka akileta zawadi ya watoto wengine lazima na dada naye anapata kitu. Lakini experience ya kukaa na dada wengi, sababu wengi tunawatoa vijijini, mikoani. Kila dada akija utakuta na begi lake. Lakini ukichukua muda wako ukakagua ile begi, alina kitu, anaweza akawa na kanga moja na ile nguo aliyovaa, nguo za ndani sio nzuri sana. Kwa sasa nikawa najikuta mara nyingi sana inabidi unaanza sana kununua vitu, au nitatoa vya kwangu nitampa. Experience ya kwanza, experience ya pili nikaja kujifunza huyu dada anapokuwa anakuja basi muandalie kitu. Kwa sababu anaingia kwenye siku zake heavy. Unafanyaje? Dawa ya meno, sipimi hivyo. Kwa hiyo nikajifunza dada akija wakati hiyo wiki ya kumfanyia orientation, basi namwambia na hivi ni vitu vyako vya kuanzia. Reaction zao zipoje kwenye hiyo unapopokea starter pack? Dada asante, nafurahi. Asante dada, nashukuru. Ana appreciate.
kufanya kupata experience ya kwamba ukajuta kwamba yani huyu nimemwandalia starter pack alafu kesho anataka kuondoka, yani kaja leo anaondoka kesho? Yani kwa kweli nadhani tumeongea behind the scene hapo. Nilipata philosophy ya namna ya kukaa na wadada, kuwa na moyo wa shukrani kwamba dada anapokuwa amekuja kukaa na wewe kwenye nyumba yako, amekuja kwanza kwa sababu mtu tu aje kuishi na wewe ndani na yani kuna sababu. Lakini kwa sababu anakuja kukusaidia kama wasaidizi wa kazi, anakupush kama ni wiki moja, kuna atakayekaa wiki, atakayekaa siku moja. Either kwa yeye kutaka kuondoka au wewe umeona kitu ambacho si sawa ukasema moyo wako hauna amani, aondoke. Kwa hiyo regardless nakupa starter pack au sikupi starter pack, au umekaa wiki moja au umekaa wiki mbili, ikafika tu muda wako, yani bila manunguniko na kuacha uende. Kwa kweli kwa hiyo silalamiki. That's nice. Hofu yako kubwa ukiwa na msaidizi mpya siku ya kwanza? Maana mimi nina hofu. Wewe unakuwa umerelax kwa sababu huyu hii ni 500 package, kwamba unakuwa umerelax kwamba yani haunaga hofu. Yani naongea yani unifundishi. Unajua mimi najifunza kukupitia wewe. Kwenye wadada. Na mimi najifunza kupitia wewe. Kweli? Yes. Motherhood and still pursuing your dreams, to be honest. Kweli? Yes, yeah. Thank you. Yeah. Kwa hiyo unakuaga unatoa hofu, yani unajitoa kwamba umekuja mpya, wajali hao, flight mode kwenye kichwa chako, au na wewe unakuwa unajinvolvisha kwamba what are they doing now? Yani inakuwaje? Mimi sijui. Yani mimi sijui kusema kweli. Yani kama nipo hapa lakini nawaza nyumbani huko papoje. Wewe inafanyaje kazi kwenye yako especially akiwa mpya? Kwa kweli mimi namshukuru Mungu kwanza, sasa hivi na freedom ya muda kwa sababu ni mfanya biashara. Sijaajiliwa ile full time sehemu. Na kuna kazi nafanya ambazo mara nyingi naweza nikafanyia popote. Kwa hiyo naamua wiki hii sasa nina dada mpya, nabidi niwe nyumbani. Just ratiba zangu niwe hapo nyumbani. Na kamera hapo nyumbani. Kwa baada ya kumpa mafunzo na kukubali kwamba labda kidogo naweza nikatoka, bado nakuwa nachungulia kwenye simu. Naangalia hapo sasa hivi anafanya, nampigia simu, unafanya nini? Tumekaa tunakula, naangalia kama ni kweli anachoniambia ni kweli. Kwa kidogo una relax. Unampaga kwamba hapa kuna kamera, unamwambia au unakuja kugundua wenyewe? Na mimi najiongeza lakini sijawahi kumwambia. Okay, sasa I wanna know ni vitu gani vitatu ambavyo mama anatakiwa vijue kabla hajaajiri dada ndani? Mimi vya kwangu na ningependa pia kusikia maoni ya audience yako. Cha kwanza kabisa nijue background ya huyu dada, huyu binti. Tena nimetoka tu kuiongelea hapa juzi. Nijue, unajua siku hizi tunachukua mjini huko tunachukua wadada kwa mawakala na nini. Kidogo ukichukua kwa wakala anakuambia wazazi wake wako sehemu fulani, lakini hata kama unachukua mkoani, jua kama ana wazazi au kama ana siblings wake na upate na namba zao. Kuna ambao unaonaga wamekaa na dada kwa miaka miwili, wanaenda mpaka kwao ili tu kujitengenezea confidence kwamba huyu mtu ambaye unampatia dhamana ya watoto na mali, unajua unaondoka unaacha mali zako zote kwa mtu. Yeye ndo anajua mlango wa funguo unakaa wapi, mlango wa geti unakaa wapi. Wakati mwingine unamwachia ufunguo wa chumbani kwako. Kwa hiyo background na kuwa na namba za simu za huko alikotoka. Na anaposema kweli nimetoka sijui Mwanza sehemu fulani, ni kweli hiyo sehemu ipo. Maana tunapokea tu watu kumbe unakuta wanatudanganya. Kitu cha pili, afya kwa kweli. Afya naizingatia sana. Hapo kwenye afya akifika unamwambia kwamba sheria za hapa nyumbani ni kupima, so tomorrow we are going kupima, au unakuaga na vitesti vyako hapa nyumbani? Yani hebu nifundishe hapo. Simwambii tunaenda kupima. Huwa natengeneza tu mazingira ya siku moja. Namwambia kwamba mara nyingi napenda tufanye check up. Kujua mtoto anaendeleaje. Mimi nitabeba mtoto, nitabeba na yeye, lakini nikifika pale hospitali nitamwambia tutapima malaria na vitu fulani. Zamani nilikuwa naongea na kama ni daktari, naambia utanisaidia kwenye vipimo vyako, niangalizie basi na kile kipimo muhimu HIV AIDS. Lakini siku hizi baada ya unajua ukikaa sana na dada unatengeneza na wewe gamba gumu. Namwambia napenda tujue hali yako ya afya kwa sababu unadili na watoto lakini umetoka sehemu tofauti. Na sijapata dada ambaye anakataa kwa kweli.
na sijapata dada ambaye amepata changamoto kwamba unakuta afya yake haiko vizuri. And then kitu kingine cha tatu kwangu nadhani imani. Cha vitu vya kuzingatia imani. Napenda mtu ambaye tuna imani inafanana. Inasaidia flow ya mnaongea lugha ya kiimani ambayo inaendana. Hata mkisema this time tuombe, mnaomba pamoja, au time twenda nyumba za kuabudu, ni mnaelekea nyumba moja. Tunajumuia, basi maandalizi na yeye anashiriki kuandaa jumuia hapo nyumbani. Hivi vitu ulivijulia wapi? Ulivisomea? Ulipigwa na tukio gani ukaanza kuvianalyze kwamba mimi ni hivi na hivi na hivi? Nadhani experience. Unajua tunasema experience is the best teacher. Yeah, experience, lakini unajifunza kutoka kwa watu wengine. Kama hivi leo umesema umejifunza kwangu, siku nyingine nikaenda kwa nyumba mwingine nakuta hao dada hao wanavaa uniform. Unajua ni kitu kizuri, basi na mimi nakileta hapo nyumbani. Hao dada hao wanampeleka likizo, sio off, wanampa off sio siku moja, kumbe dada anahitaji apumzike. Kwa hiyo ni accumulation of experience na lessons kutoka kwa watu wengine. Unatoa off? Kwa kweli yes, once a month. Once a month. Dada anaomba anaenda wapi? Kwa mfano anakaa ametokea Arusha. Hapa dada ana ndugu. Hiyo off anaenda. Sasa huyu wa kwangu sasa hivi ana ndugu yake. Anaishi hapo Mikocheni. Ndugu. Kabisa uhakika nilihakikisha. Nilihakikisha. Kwa hiyo unafanyaga na kuhakiki. Na hakika kabisa, yani kwamba tulitoka tukaenda nyumbani kwa kweli kujua kwamba huyu ni kaka yake. Anaishi na mke wake na watoto wako. Kwa hiyo huwa anasema anaenda kwa kaka yake. Sasa hapo anaenda kwa kaka yake, kama kweli anaenda kwa kaka yake, mimi kwa kweli sina na imani kwamba anaenda kwa kaka. Lakini anapata huo muda wa kufanya mambo yake. Ataenda atasuka, sio ataenda kununua vitu vyake anavyotaka, jioni atarudi. Kwa hiyo ya kusema kusuka every week is not good. Kusuka kila wiki. Kwamba mimi hapa nataka kusuka mnyoosho. Naenda salon. Napenda sasa ni bora asuke kitu kimoja cha mwezi mrefu. Hata kama kinagharimu 30, fanya. Na hiyo mara moja yako. Lakini hapo katikati kama familia si mnakuwa mnatoka na dada naye mnatoka naye. Sababu na wenyewe wana imagine unakaa kwenye kuta 4 hapo mwezi mzima wendi popote kama binadamu. Umenikumbusha. Nilipata dada alisema mimi siwezi kwa sababu wewe hautoki. Yaani kwamba dada anatamani utoki, abaki mule ndani na yeye. Yaani sikuelewa lakini najaribu kumuelewa. Anataka wewe unatoka. Kwamba hapa hatutoki. Yaani anatamani na yeye sijui ndo niwe na yaani anatamani nitoke nimuache yeye nyumbani. Ka freedom. Akataka ka freedom, vyumba vipo vingi, anaipata sio kwamba kila saa niko naye. But again ndo hivyo kwamba unapata watu wako tofauti wanatufundisha vitu tofauti. Kingine ambacho nilijifunza kwenye jinsi ya kuishi na wadada. Kile ambacho unaona wewe unatamani ufanye. This is how you also do to your dada. Hiyo kitu kidogo cha kutoka. Unaweza kujifungia ndani mwezi mzima. Usifungue hata geti. Maana siku hizi mageti nyumbani. Umemtuma baba bodaboda, sijui nani ameleta mzigo kwa dada anafungua tu anapokea. The whole month. Can you do that? Or they need a breather. Wanahitaji unamsaidia. Okay. Unamfundishaga kwamba naomba wewe unamfundisha mtoto wangu vitu hivi na hivi na hivi, maneno haya usiongee na mtoto au anasoma mazingira automatic? Nadhani kwenye orientation ile tunapopenda orientation na mwambia dada kwamba dada, mtoto hachapwi. Mtoto wangu hatumchapi kwa sababu anajitahidi, ni muelewa, bado ni mdogo na malezi yanaendelea. Lakini kwa hapa tulipofika, ukimwambia hiki sicho anakifanya. Hatutukani humu ndani. Sisi tuna imani na tunamwamini Mungu. Kuna lugha za kweli, lakini vingine anaona jinsi ambavyo mna interact na mtoto. Kwa hiyo anamwambia, na ninapoona amefanya ambavyo sivyo kama nilivyosema mwanzoni, you react. Yani immediately, usibambikize, usirundike ukasema siku nitakuja kumwambia. Hiyo nimejifunza. Hiyo nimeondoka nayo. Akikosea hapo usiweke viporo. Kwa sababu ukiweka viporo unarudi na hasira. Yaani hasira inakuwa kubwa. Kumbe unatakiwa uaddress tukio likitokea mwanzo. How is motherhood treating you as mom of 2 girls? Girls. Yes. Motherhood.
To be honest, nataka honest opinion. Nataka ile ya ndani kabisa, sio ya mtandaoni. Ya mtandaoni. Motherhood is exhausting. Inachosha. True. Kwanza ukifikiria kwamba hii ni safari ya maisha. Imagine mama yako mpaka leo bado anakupigia simu. To just check on you, unaendeleaje. Ukienda akiwa anajua unapitia unaenda kujifungua, bado ana wasiwasi kwamba mwanangu anaingia kwenye chumba cha leba kwenda kujifungua. Kwa hiyo ni kitu ambacho yani ndio cha maisha yako yote. Kwa hiyo hizi hatua za kwanza miezi sasa hivi tunawatoa dogo, inachosha kwa sababu una binadamu ambao Mungu amekuamini nao, amekupa, wanakutegemea wewe na mwenzako, lakini wewe unajua mama ndio kila kitu. 100% ya maisha yao. Wewe ndio unawasaidia asubuhi mpaka usiku. Siku hizi tuna bahati ya kuwa na wasaidizi. Kwa hiyo it is very exhausting. Lakini wakati mwingine ni rewarding. Ukikaa ukaangalia mtoto umemfundisha vitu vidogo vidogo, now they are able to do it, inakupa moyo. Lakini tu sijui kama na wewe unapata hizo moments za unaangalia sema are this my kids? Like pinch me, like yeah, pinch me guys. Yeah, kwa hiyo ina hizo aha moments nyingi sana. Yeah. Lakini ni kitu kizuri kwa kweli kama umepata kwa kutaka. Ni jambo ambalo la kumshukuru Mungu na la kulikumbatia. Yeah, so motherhood is treating me, it's just mixed. It's a whole roller coaster experience. Yeah. Unazungumziaje kuhusu kupata msaidizi kile kipindi ambacho mama ananyonyesha mtoto mdogo? Because miundombinu ya culture yetu sasa hivi watu wapo busy na kazi. Sio kwa ubaya. Mtu atakuja kukusaidia 1 week, anaenda kazini, umeelewa? Mtu atakuwa hapo labda weekend, lakini Monday mpaka Friday inamtaka awe kazini. Sio kwa ubaya. Baba atapewa paternity leave, lakini wiki moja sio. Na sijui wanafanya gani. But wanatusupport emotional, but we need, kwa culture sasa hivi tunahitaji usaidizi wa karibu ili mama asiweze kupitia postpartum depression. Sasa mimi kwa upande wangu ukiniuliza, kwa sababu naona kwamba usaidizi ndio hivyo ni ngumu, na watu wanakuja ile miezi ya mwanzo na wanarudi katika majukumu yao, na pia na wao wana maisha yao. Tunahitaji kusapotiwa kihisia zaidi. Umeelewa? Usiweke comment mbaya kwa mtoto. Alafu watu wanaulizaga mtoto anaendeleaje? They never ask mama unaendeleaje? How are you? Ni ile tu kwamba mbona mtoto kaninepa, mtoto nini, lakini haumjali mama. Na ujue maternity leave sio kwamba ni sio holiday. Ni kazi bumper to bumper. Yes. Ni kutolala. Kuna watoto hawalali asubuhi, hawalali mchana. Basi hata hawa watu wanaokuja kutusaidia, kutusalimia, waeke comments nzuri kwa watoto wetu. Sio nimeenda nimekuta kwake pachafu. Nyumba inanuka maziwa, maana si mtu mtu ananuka maziwa, ana nini. I feel like tuwe tuna moyo mzuri wa kuwaelewa hawa mama kulingana na nature yetu sasa hivi. Zamani watu walikuwa na usaidizi, utaita mtoto wa jirani, utaita ndugu, utaita ndugu anaweza kakata mwaka hapo kwako. But now miundombinu ilivyo ni migumu. Kwa hiyo unapoenda kumwona yule mama, jua utakuta madada wenyewe wanakuja wakiona mtoto mdogo wanakimbia. Umeelewa? At least umuelewe huyu mtu, hata akikwambia siwezi kuja kwenye event yako, muelewe. Umeelewa? Kwa sababu unaweza kugombana na watu wengi kutoweza kwenda kwenye issue zao. Hawajui unapitia nini. Mtu anasema mtoto mwenyewe mbona ana miezi 3? Mtoto mkubwa huyo, haupo uzazi tena. But I feel like tunatakiwa tuambie wa mama maneno mazuri. Tuwaelewe wakisema I can't make it. Hiyo ni support tosha pia. Ile kumuelewa kwamba sio unaanza kumwambia mbona mtoto kakonda, mbona mtoto sijui nini, haumpi chakula vizuri, akati haumsupport hata kusema nanunua hichi nanunua hii tenga la nyama la nini, mpe mtoto. Umeelewa? Kama unaona mtoto halishi vizuri, hali vizuri, hanenepi, msupport yule mama kihisia. Buy vile vitu ambavyo unaona kwamba huyu hajui kutengeneza diet, tengeneza ile diet, mpelekee. Hata vipika, I'm telling you. Lakini haujui yule mama anapitia vitu gani. Ana struggle so much. Sidhani kama kuna mama apendi mtoto wake ale vizuri na afya njema. So I feel like support inatakiwa
so much ya kihisia pia, kwa sababu hapo hiyo ndio inapelekea afya ya akili. Na mama wengi sana tunapitia hiyo, either hatujui kwamba tunapitia, tunajua tu kwamba ni part of motherhood, au tunajua lakini hatujui namna ya kutoka, au hatuna sehemu sahihi ya kuzungumza. Ni kweli. Na watu wengi wanadhani depression ni magonjwa ya kizungu. Kwamba unapata depression wewe ni mzungu. But no, depression ipo na kuna ways za ku-overcome. Kama ndio hivyo kusapotiwa kihisia, kuwa na supportive partner. Mimi nadhani vitu kama hivyo vinaweza vikamsaidia yule mama kukua, yani kuacha kupata postpartum depression kabisa. Thank you so much. Asante sana. Nikushukuru. Tumekuwa na maongezi, natamani yaendelee. Sema muda wetu ni kwamba hautoshi. Ndio. You are so brilliant. Wewe una moyo mzuri sana. Thank you so much. Na nimefurahi kuwa na session hii pamoja na wewe, na I believe utarudi tena na tena na tena, kwa sababu kwa sababu ya muda. Wasalimia watoto wangu, baby girls. Salimia baby boys. Yes, and tutakuwa tunabadilisha na one weekend. Kuna siku feel like mama boys na mimi ni feel like mama girls. I just want to also see the mix. Sababu wako kwenye age ambazo zinafanana, itakuwaje? The energy, wanasema watoto wakimwa na energy sana. Sana. So Mungu awalinde, awatunze watoto wako kwa kimo. Na wakuwe wakimpendeza yeye. I'm so proud of you. Usiache kufanya unachofanya. Endeleza kutengeneza content. Watu wanaweza kawa hawaoni ila wanaona. Tunaona. Asante sana. Tunaona. Hatu comment but tunaona. Hatu like tunaona. Hatu follow but tunaona. You are doing a really great job. Thank you so much. Mungu akutunze, kazi yako flourish. Amen. Milele na milele. Amen. I wish the same to you. Thank you so much. Thank you so much guys. Leo tulikuwa na muda mzuri na Ellen the Hodari Journey. Amepata kushare experience yake ya motherhood. Mimi nimebarikiwa sana and I hope na wewe umebarikiwa hivyo hivyo. Hii ni space ya kuonyesha uhodari na leo tulikuwa na Hodari Journey. Till next time guys. Bye bye.